Lakini adui wa pili anaitwa umaskini. Mtu ana haraka hapa kwa sababu ya uadui umaskini. Hawai kwenye misemise. Adui umaskini anasababisha tugombane ndugu kwa ndugu kwa sababu ya hela. Adui umaskini amefanya watu wapuyange sasa kwenda kwa waganga wa jadi. Na hata wanasema mtoto mwingine atunze wenzake kwa sababu ya adui umaskini. Anakuwa wa kwanza yeye kulia, kumbe anajua huyu anaenda kutunza wenzake. Lakini baada ya miaka 5 umaskini uko pale pale, hautoki. Mtu anajihimu saa 11 ni adui umaskini. Mtu anaua mwenzake kwa sababu ya umaskini. Yesu ndio jibu la mambo yote. Ukitaka ziko kwa Mungu, haziko free mason. Kitu ambacho kiko free usikipende. Kinakuwa free kwa namna gani? Yaani utembee free, uvute pia. Unavuta sigara huko free. Unapata magari 100 huko free. Wewe kuua watu huko free. Weka madawa kwenye mashamba huko free. Na iko free mason. Hiyo gari ukipanda iko free ndugu yangu, ogopa. Ukianza kurudi kinyuma nyuma, baka kwenye korongo. Kwa sababu iko free. Ndio maana mtu anakuwa tajiri miaka 7 amekatika, maana aliingia kwenye free. Gari hiyo haiko kwenye bia hiyo. Haiko free. Hamna mpango wa kwenda kwenye free. Elewaga madhara ya free. Wewe unajua. Amen. Amen. Adui umaskini kiboko yake ni Mungu peke yake. Mungu anakupatia utajiri taratibu, hatua moja baada ya nyingine. Unaharakishia wapi? Adui wa tatu anaitwa uzee. Ukitaka usalimie mtu shikamoo hataki. Useme mambo vipi? Unaona mtu ananyoa kipara kila siku, zikionekana nywele nyeupe hataki. Lakini miaka inasoma. Caroline zimepata soko, lakini sura inasema wewe ni mzee. Inakataa. Katika maisha ujue ziko nyakati za kuzaliwa, za kuwa kijana, za kuwa mzee. Wakati ukifika waambie watu, temeye ngogo ino. Usinitabishe. Amen. Unapomchukia mwanamke kwamba ile hali ilivyokuwa mchumbia imebadilika, chukua kioo tazame na wewe. Utaona mdomo sasa umekuwa shapeless, upendi kuona. Kwa sababu Mungu aliweka nyakati. Mtu anachukia uzee kwa sababu muda wa kwenda kutoa hesabu umekaribia. Na utatolea hesabu ya mambo yote uliyofanya, yaliyokuwa ya asili na ya wazi utaeleza. Yesu anataka ubadilike kabla nyakati mbaya hazijafika. Tengeneza maisha yako. Unapofanya biashara, tathmini kwenye maisha yako pia, umri wangu ukoje? Lisota au saa 6 au ni saa 4, elewa. Hapo panga mipango ya kufa. Jiandae kufa. Jiandae. Unapokufa, twiga akifa anapotea. Tembo akifa anapotea. Lakini binadamu huyu aliomba kwa sura ya Mungu hapotei. Anaenda kutoa hesabu ya maisha yake, maana Mungu alichokifanya alitumba kwa sura yake. Uwe unavuta sigara, umeomba kwa sura ya Mungu. Uwe unakunywa bia, umeomba kwa sura ya Mungu. Ni vile vile atataka utolee hesabu, ni sura ya Mungu hiyo. Amen. Lakini adui wa mwisho anaitwa kifo. Kifo hata kama ungekimbia kitakukuta hata juu ya mti. Kikifika kimefika. Na Mungu hiyo ndio kiboko ya wote. Alitaja kifo kiwepo kwa sababu hakuna mjanja. Kabla ya kufa anasema tuhesabu siku zetu. Kabla ya kufa tujiandae wapendwa, kuna kujiandaa. Wenzako uchawi umewashinda. Pale miliwe wewe unaenda kuchukua uchawi. Wenzako wamekwama, maana vile vitu vinazaliana sasa. Kwa kula kumeshindikana. Kote kumeshindikana sasa, vinaanza kurudi kwa ndugu yetu mwenyewe. Unaona kipo hapa, kipo mgongoni, kipo hapa, kipo kwenye unyayo, kinatembea tembea, vinakuja kwako mwenye, maana vile wapi? Anatamani nipeleke wapi? Yule ndugu yetu akapeleka baharini. Alipotupia baharini, anaporudi nyumbani anaoga, vikaingia kwa mgongoni. Tangu hapo ni kutembea ameinama, utatuambia vizuri. Ulipita mwenyewe. Kiboko ya vikolokolo hivyo.
Yuko Yesu, kwa nini watu wanahangaika? Haleluya. Yuko Yesu kiboko wa vyote. Epuka, fanya maandalizi kabla wakati haujafika. Maisha duniani ni mafupi kuliko, lakini maisha mbinguni ni maelfu na maelfu, hakuna mwisho. Amen. Siku zimeisha. Siku zimefanyaje? Zimeisha. Unapoona magonjwa yanazidi, Yesu alisema siku zimeisha. Corona inapiga watu, wanakufa siku zote, wanatembea na bandage mdomoni. Siku zimeisha, hakuna usalama. Mtapigwa chanjo ya kutosha, lakini corona itawatandika tu, kwa sababu siku zimeisha. Yeye akisema amesema. Alisema magonjwa ya kutisha yatakuja. Mnalaumu rais, mtawala, sio rais. Siku zimeisha. Amen. 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 Swala ni kuokoka, ni kumwamini Yesu, ni kuacha ukahaba, ni kuacha ujambazi, ni kuacha sigara, ni kuacha kugombana, ni kuacha chuki. Salimia watu wote ambao babu yako alikuwa wasalimia, waanza kusalimia. Tengeneza. Babu yako ana sehemu kwa kutolea mahesabu siku ile. Utasimama peke yako. Mama yetu aliokoka dakika za mwisho, tumefanya maombi, akapata nafuu. Lakini Mungu akaona mpumzike kwa sababu siku zake zimeisha. Tunasema Mungu atukuzwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe na mimi tujue siku zimeisha. Mapigano, vita zinaendelea huko kati ya taifa la Israeli na kule kwingine. Mambo yamekaa sio. Unapofanya kazi zako kujua siku zimeisha. Ghafla siku yoyote anatokea yeye aliyetumba. Siku yoyote hataki mpaka umalize nyumba. Hata subiri mpaka ununue gari. Hawezi kusubiri mpaka uvune mahindi. Hawezi, anatokea majira yote. Wengine watakuta huko angani, wanasafiri. Watakuta huko, wataeleza kwamba wanaenda wapi, wanaenda kufanya nini. Sura ya Mungu anaipeleka kwenye baa au anapeleka kuloga? Sura ya Mungu hiyo unaipeleka wapi? Unaipeleka kwa mke wa mwenzako hiyo sura, au unaipeleka wapi? Unaipeleka kwenye duka la mtu? Sura ya Mungu hiyo ni sura ya Mungu. Ni sura ya Mungu. Ya Mungu. Unapopiga mke wako, maana unapiga sura ya Mungu. Maana Mungu hataki kupiga hiyo ndugu. Unapiga kiumbe dhaifu. Kiumbe dhaifu. Kwa kumba kitu akanyamaza kwa kupiga. Na unasema nimemkomesha leo mwanamke. Amen. Cebi fanya no mama, mimi kadi. Mama na kidada sui. Sawa. Thank you.